Eti my man, how do you umeichukuliaje ama inakuwa athiri kwa jinsi yoyote? Kwanza naanza kwa kusema namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu hizi ni baraka, unajua. Kama labda ni kinokuto kutoka kwa Mr. President, CEO Diamond Platnumz, kwa ukiona mtu anatumia slope yako na yeye akavuma, unajua ni baraka, unajua, kutoka kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu sio kitu rahisi, unajua. Mara kwanza sababu siwezi nikasema sijai kumuona, sijamsikia, atakuwa ni mnafiki. Mara kwanza nikutana naye Maisha Club, nilikuwa na show Badaduli, naenda kumsupport Badaduli. Wakaja akawa analia, unajua zile. Mimi kiukweli kama binadamu niliumia, nikaona jamaa natamani kufika sehemu fulani, unajua zile. Ananiambia mimi nikipita mitano tu naita Harmonize, unajua zile. Nikamwambia piga moyo konde, usijali, kwa sababu haya ndo maisha, unajua zile. So hustle kilo safi kabisa. Yeah, kabisa, kwa sababu kama unaangalia picha nimkumbatia kabisa, unajua zile. Kuanzia pale alikuwa analia kabisa. Analia. Kuanzia pale nadhani akafanya interview na kituo cha TV hapa Tanzania. So kwanza pale watu wakaanza kumfahamu. Unajua kicho nifurahisha baadhi ya media zinamsupport, lakini pia wasanii wa Bongo Flava wengine wakawa wanamsupport. Na kuna baadhi ya wasanii walikuwa wanamsupport kama wananijua mimi, alafu yeye kumbe mdogo anatusua, unajua zile. Lakini niumiza zaidi baada kuna baadhi ya wasanii wanamvunja moyo na kumkatisha tamaa, wengine na kumdharau, wengine wanamfungia vioo kabisa, unajua zile. Mimi sikupenda kwa sababu nimeona na hustle na harakati zake, unajua zile. Ni mshikaji. Sami, ngoja nimalize. Kumfungia mtu vioo sio kumfungia kioo cha gari, yani kumpotezea mtu ni kumfungia kioo. Kumkaushia, yani kumkaushia ni kumfungia kioo. Kwa sababu ni mwana ambaye anafanya harakati zake. Na Mungu si asumana hata nyimbo zake maskini sasa hivi watu wanafuatilia. Sio rahisi, unajua kuna wasanii wanafuatilia kama wanafuatilia yeye. So mimi namwambia Mwenyezi Mungu endelee kukaza, na mimi ndio wakati sahihi kabisa wa kupenyeza kipaji chake, wa Tanzania waweze kupata riziki. Kwa sababu mimi naamini kabisa familia zetu ni za kimaskini sana, tunapata tabu sana. So kifikia mtu akivuma, watu wakimfahamu, anaweza kupata riziki kwa kuokoa familia yake, unajua. Sio anaweza, nafikiri ashapata. Yeah, kabisa. Yuko kwenye line paka MTV and like okay, all right. Kabisa. So mimi najivunia na nafurahi. Labda kuna ushauri unaweza ukampa, either labda abadilishe jina, unahisi ni sawa endelee kutumia jina ambalo anaendelea kulitumia? Mimi nilikuwa tukani watu kama wanaofanya labda kina official Shilole Kiuno. Tubige tu. Any advice yoyote labda ambao unaweza ukampa kutoka kwa Harmonize, mtu ambaye amekuwa inspired naye mpaka kujiita jina si mchezo, unaweza ukamshauri kitu chochote? Mimi namshauri ni wakati sahihi kabisa sasa hivi wa kupenyeza kipaji chake kama anavyofanya. Nadhani yuko right. Anavoleta zile za mimi ndo role model Harmonize, inabidi angalie mimi ninachofanya ndo naye afanye nini. Zile vipi? Unajua binadamu siku zote tuna mapungufu yetu, unajua namna binadamu ambaye yuko sahihi. Kwa uwezi kufanya kitu sahihi, uwezi kumfurahisha mtu, lazima kuna sometimes utamfurahisha, sometimes utafanya nini, unajua zile. Kwa sababu Mwenyezi Mungu anakutomba hivyo, kwa sababu hata mimi sometimes nakufurahisha, muda mwingine nakuboa, unajua zile. So mimi nachukulia kama binadamu sio kama kifaa, labda nyumba imejengwa ndio kila binadamu anakuwa na mapungufu. So hivyo vitu vingine tutachana navyo. Kikubwa anachoangalia kuwa anaingiza riziki, familia yake inaenda vizuri, it's fine. What if collab? What if collab ni swala management, mimi sihusiki na collab ya Dharamu. Lakini wewe una baraka, yani unampa baraka kabisa afanye ambacho anafanya, it's all good kwako. Kwa kuwa tukani watu, afanye vibaya, aendelee kufanya anachofanya. That's a gentleman language. Umetisha sana.